Mbinu ya pili ambayo Israeli itumia ni kuua viongozi wa kijeshi. Marekani imekuwa haipendelei sana kutumia mbinu kama hizi. Kwa hiyo uwezekano wa kwamba Marekani inaweza kujiepusha na kuua viongozi wa kijeshi upo, lakini pia Marekani inaweza pia ikachagua hiyo njia ya kuua viongozi wa kijeshi na pia hata ikaua viongozi wa serikali. Mbinu ya tatu ambayo Marekani wanaweza kaitumia ni kupiga vinu vya nyuklia kwa mfululizo. Israeli walikuwa wanafanya kushambulia vinu vya nyuklia vya Iran, lakini hawakuweza kufanya mashambulizi mengi kwenye kinu kimoja. Ndio maana yawezekana hawakuweza kuleta madhara makubwa, kwa sababu hawakuweza kufanya kituo kimoja kikashambuliwa kwa mabomu mengi. Unaposhambulia kwa mabomu mengi, unaongeza uwezekano mkubwa wa yale mabomu kupenya na kuweza kulipua vitu vilivyoko chini. Sasa Marekani inaweza ikafanya mashambulizi ya namna hiyo kwa muda wa wiki moja. Endapo Marekani itafanya hivyo kwa muda mrefu, itaweza kuviharibu vituo vingi vya nyuklia vya Iran. Baada ya mashambulizi ya Marekani kuanza, bila shaka Iran itajibu, na kama ambavyo Iran imekuwa ikitoa madai ya kwamba safari hii itajibu mashambulizi ya Marekani vikali sana. Sasa tunataka tuangalie ni namna gani ambavyo Iran wanaweza kujibu mashambulizi haya ya Marekani, na pia kuna madhara gani yanayoweza yakatokea au hasara gani ambayo Marekani wataipata. Kwanza, uwezekano wa Marekani kupoteza ndege zake za kijeshi upo, kwa sababu pia tulishuhudia Marekani ilipokuwa ikipambana na kikundi cha Wahuthi ambavyo ilipoteza ndege za kijeshi. Wahuthi walikuwa wakilenga zile meli zinazobeba ndege za kijeshi, na meli inabidi ikwepe makombora yale. Inapoanza kukwepa, inasababisha ndege zilizopo pale juu zitereze na kudondoka baharini. Kwa kufanya hivyo, ilisababisha ndege 2 za Marekani zikapotea, lakini pia ndege moja ya Marekani waliidungua wao wenyewe wakidhani kwamba ni droni ya Wahuthi. Kwa kutumia mbinu hii, Iran wanaweza pia wakatumia mbinu ya namna hii na wakaweza kupoteza ndege kiasi za Marekani. Lakini pia jambo la pili ambalo Iran inaweza kufanya ni kufunga mfereji wa Hormuz. Endapo mfereji huu utafungwa na Iran, bei ya mafuta itapanda sana. Kitendo cha bei ya mafuta kupanda kutaongeza shinikizo kwa Marekani kusitisha vita, kwa sababu watakuwa wanaharibu uchumi wa dunia yote. Hivyo mataifa mengi yanaweza yakataka kuongeza shinikizo kwa Marekani isitishe vita, lakini hiyo ni endapo kama Iran itaweza kufunga mfereji huo kwa muda mrefu. Pia kuna tetesi ya kwamba Iran inaweza ikashambulia ndani ya Marekani. Mashambulizi yoyote yatakayoweza kufanyika ndani ya Marekani yatakuwa ni hatua kubwa sana ya uchochezi au uchokozi. Endapo Iran itarusha makombora na kupiga ndani ya Marekani, hapo itakuwa imevuka mipaka mikubwa sana. Kumbuka kuna article ya namba 5 ya nchi za NATO, ambapo ukimshambulia mmoja umeshambulia wote. Lakini endapo NATO haitahusika, hiyo itakuwa ni pigo kubwa sana kwa Marekani. Na kwa namna hiyo Irani wataweza kuweza kusababisha madhara makubwa zaidi endapo watashambulia ndani ya Marekani, kwani kunaweza kukasababisha vurugu ndani ya Marekani, maandamano na watu wakiwa wanataka kumshinikiza Rais Trump aache vita. Sasa Iran wana kombora linaloitwa Qamshahar 5 ambalo wamedai kwamba lina uwezo wa kufika Marekani, wakisema lina range ya kilomita 12,000. Kumbuka kutoka Iran mpaka New York
ni kilomita 9,000. Hivyo kitendo cha wao kuwa na kombora la kilomita 12,000 inamaanisha wanaweza kupiga baadhi ya maeneo ya Marekani. Na endapo wakiamua kupiga maeneo tu bila kujali, wanaweza wakaleta madhara makubwa sana ndani ya Marekani, lakini pia dunia yote itaingia katika mgogoro mkubwa sana kwa jinsi ambavyo Marekani ina nguvu zake za kiuchumi. Endapo nguvu hizo zitasumbuliwa kidogo, kunaweza kusababisha dola kupanda au kushuka, hali ambayo italeta shida sana katika mzunguko wa kibiashara duniani. Sasa hatua ya mwisho ambayo nilitaja mwanzo, mbinu ambayo Israeli watumia ni kusitisha mapigano. Marekani wanaweza wakatumia mbinu hii baada ya kuwa wamefanikiwa kushambulia vinu vya nyuklia vya Iran, au baada ya kuwa wameshambulia viwanda vya makombora ya Iran. Endapo Marekani wataona wamefanikiwa, wanaweza wakaiwekea mbinyo au kutaka mazungumzo na serikali ya Iran. Endapo Iran watakubali, watakuwa wameshindwa vita kimkakati, kwa sababu Marekani itakuwa imetimiza lengo la kuharibu viwanda vya makombora na viwanda vya nyuklia vya Iran, na inawaingiza tena katika kusitisha vita. Marekani watalazimika kusitisha vita endapo wataona wanapata hasara kubwa, lakini wanaweza wakavumilia hasara kiasi ili waweze kutimiza lengo lao. Endapo Marekani itatimiza lengo, basi inaweza ikarukia katika hatua ya kutaka kusitisha vita. Endapo Iran ataingia katika huo mtego wa kusitisha vita, atakuwa ameshindwa, kwa sababu Marekani wametimiza lengo na wametafuta namna ya kutoka kwa kusema tusitishe vita. Na endapo watasitisha vita, si virahisi kwa Marekani kuiondolea vikwazo vya kiuchumi Iran. Tena wanaweza wakaongeza zaidi vikwazo vya kiuchumi. Hivyo basi, kwa ujumla, viongozi wa Iran watataka waendelee kuwepo madarakani. Kitendo cha wao kutaka kuendelea kuwepo madarakani ndicho ambacho kitaifanya Marekani kuambia tusitishe vita na wakubali. Endapo watakubali kusitisha vita, hapo moja kwa moja ni kwamba wameshindwa vita.